Afrotuk TV, karibu tena kwenye kipindi cha Sport Point. Sport Point ni program ambayo inaelezea maendeleo ya mpira Tanzania, Afrika pamoja na duniani kote kwa ujumla. Hapa mbele yako mimi ni Margaret Mtanda, karibu uungane na mimi mwanzo wa kipindi hichi mpaka mwisho. Na leo nipo na coach kijana kabisa ambaye yupo kwenye ligi kuu ya Tanzania bara, kocha Ahmadi Ali ambaye kwa sasa yupo na kikosi cha JKT Tanzania. Ataenda kutuelezea namna ambavyo ameanza harakati zake za mpira mpaka leo hii kuitwa coach, na sio tu coach bali ni kocha mkubwa ambaye anafanya vizuri katika ligi yetu ya Tanzania bara. Kocha, karibu. Ni kweli, shukuru kwa nafasi ambayo nimepata. Kiufupi zaidi naweza nikaelezea the way jinsi tulianza football mpaka hapa nilipofika. So kitu cha kwanza ambacho naweza nikaelezea ni kwenye career yangu. Kuanzia 99 nilipata nafasi ya kuwa kwenye kituo kimoja Mwanza kinaitwa Mashi Athletic Center nikiwa kama mchezaji. Ndani ya hapo nimelelewa pale kama mchezaji, nimekuwa pale kama kocha na mpaka hapa nilipofika. I think mwanzo ulikuwa hivyo, lakini kwenye hizo career mbili nimecheza kwenye level ya kawaida, maana ya daraja la 3 ndio nilishia kwenye level hiyo. Kwenye career ya ukocha naamini nilikuwa kama msimamizi. Kwa maana gani? Mzee wa kile kituo marehemu Sylvester Mashi, yule ndio ambaye alikuwa muasisi wa kile kituo na aliona uwezo wangu. Ameona uwezo wangu kwenye njia mbili. Aliona kama mchezaji na baadaye amenipa ukapteni kwa maana uongozi, lakini akaenda mbali zaidi. Yeye ndio aliyeona kwamba mimi naweza kuja kuwa kocha. Kwa hiyo tangu alivyoanzisha hicho kituo miaka ya nyuma zaidi ya hapo, lakini mimi nimejoin kwenye mwaka huo 99 mpaka 2015 nikiwa ndani ya kituo. Nimehudumu kama mchezaji, nimehudumu kama kocha. Kocha, hapo kwenye karia yako ulivyoanza, unaweza kuniambia changamoto gani ambazo ulikuwa umepitia mpaka umevuka hiyo stage mpaka sasa kuwa kocha kamili? Ziko nyingi, lakini naamini kwenye mafanikio yote ama kwenye kazi yoyote ama kwenye vision yote ambayo uko nayo, lazima kuwepo kuna changamoto ili uweze kugrow. So cha kwanza kabisa, unajua mimi ni mtoto wa kiume, alafu kwenye family yetu ndio mtoto wa kiume pekee, wengine wote ni girls. Ilikuwa ngumu kwa maana ya nilitumia muda mwingi sana kuwepo kwenye kituo tu na nikiwa kama volunteers. Nakumbuka mara ya kwanza kabisa nimesajiliwa timu ya daraja la 3 ilikuwa 2009 na 2010. Na nilipata hela ndogo sana, yani almost kama shilingi 50,000. Niliona kwamba labda hapa ndo maisha sasa yanaweza yakaenda, lakini haikuwa hivyo. Baada ya hapo maisha ya kuendelea vile ambavyo nilifikiri. Nikarudi tena kwenye kituo. Ugumu mwingine ambao nilipitia ni kwenye family. Unajua football inahitaji time, inahitaji uwekeze focus ya vitu vingi. So part ya family haikunisupport kwenye hicho. Walitamani huo muda ambao nimemaliza masomo yangu ningeendelea labda kufanya kazi ambayo labda ningeajiriwa nikapata pesa, sio? Lakini ilikuwa ni moja ya changamoto kwa maana ya wazazi walikuwa hawakusupport. Then family yako wewe kama mimi kwa maana ya wife kuweza kunisupport kwa maana ya kutokuelewa tu. Unajua sometimes mtu anaweza akakuona unaamka asubuhi saa 12 unarudi saa 4 alafu hamna chochote ambacho anaweza sikuelewe kweli. Mimi si walaumu, ila na nilijaribu kuona kwamba walikuwa sahihi kwa maana walikuwa wana matamanio makubwa sana na mimi kama kiongozi. So hizo ni moja ya changamoto. Changamoto zingine ni jinsi ya kuweza kusoma kozi. Yani hiyo ndio ilikuwa changamoto kubwa. Hauna kazi ya kupata pesa ili uweze kwenda kuomba kozi na kulipa.
hiyo ndio changamoto moja wapo, lakini sikuweza kukata tamaa kwa sababu na passion na hichi kitu. Na yule mzee aliniambia kwamba sio lazima utakuwa mchezaji mzuri utumikie mpira. Sometimes unaweza kuwa mchezaji mzuri lakini usiutumikie mpira, ukawa kiongozi na unaweza ukawa kocha, lakini kwa wewe na kuona upo kwenye coaching utakuwa kuja kuwa kocha mzuri. Kwa hiyo niliona bado nimo ndani ya mpira na huyu ni mzee ambaye ndo mlezi wangu, kaniona nilicho nacho, kwa nini nisikiendeleze. Yeah. Nani alikushika mkono hasa akasema unaweza kutimiza ndoto zako katika tasnia ya mpira? Yeah, wako wengi kwa block tofauti. Mfano huyu mzee wangu ndo niseme mlezi wa maisha yangu ya mpira, kila kitu. Amenifundisha vitu vingi kwa sababu alikuwa kwenye pro huko, kwa sababu amesoma Germany pro license, amesoma Brazil. Kwa hiyo zile moment za coaching, jinsi ambavyo unatakiwa uwe kocha gani, ufanye nini, yeye alinipa hiyo miongozo. Lakini baada ya kufariki kulikuja na kocha mwingine, alikuwa Etienne Lailagije. Lakini pale katikati kuna kiongozi mmoja ambaye alikuwa anatusupport sana mimi na mzee, anaitwa Mheshimiwa Kadutu. I think alikuwa mbunge kipindi cha nyuma hapo, nafikiri saizi amestaafu. Ametusupport sana yule mheshimiwa, na hata baadhi ya causes aliweza mfano kwenye pati yangu mimi kunisaidia na kuweza kwenda kusoma, sio? Baada ya pale kuna sports charity iliwahi kuja pale Mwanza, kwa maana walikuwa wanadhamini, wanatusaidia ni kwenye kituo, vifaa na vitu vingine, na wao walitamani kuona kari yangu inaendelea, wakawa wamenisupport kwenye kozi ya diplomasi. Lakini baada ya hapo ilikuwa ni mimi mwenyewe sasa jinsi gani ambavyo naweza kujishika. Kwa Etienne ilikuwa ndo for the first time nimetoka kwenye academy, kwenye kituo center, naenda kuwa msaidizi kwenye premier. Kwa hiyo ilikuwa ni step up kwa njia hiyo. Yani aliniona, alikuwa akinifuatilia tu uwanjani wakati na train team za girls and boys kwa miaka hiyo, kwa sababu tulicheza ligi kuu msimu wa 2015 ya wanawake, ndio ligi kuu ya kwanza kabisa Tanzania ya kwenye kituo chetu, na tukashika nafasi ya 3. Kwa hiyo alikuwa ananifuatilia wakati naandaa hizo timu. Pia daraja la 3 kipindi hicho ndo nakumbuka timu ya Alliance ilipanda yenyewe ikaenda daraja la 2. Ulikuwa ni mwaka huo nimepandisha timu kutoka daraja la 4 kwenda la 3. Kwa hiyo alikuwa akinifuatilia uwanjani. Alivyosema yeye, alikuwa anakuja kwenye session anaangalia, kwenye mechi Nyamagana anakuja ananiangalia. Akaona niko na idea kama aliko nazo yeye, yani philosophy kama yake inafanana na mimi. Kwa hiyo for the first time 2016 ndio nikapata hiyo call yake na kuniambia kwamba anahitaji kuwa assistant. Lakini kuna ups and down nyingi kwenye kozi pia. Intermediate course nakumbuka tumeenda kufanya Arusha, nilipata shida. Ilikuwa ni wiki 2, lakini wiki moja nilikuwa nalala uwanjani. Yani mimi wenzangu wakiondoka pale darasani Shamlia Bedi, mimi naongea na mlinzi bwana, baadaye nitarudi nalala mle darasani kwa sababu nilikuwa sina pesa ya kujikimu. Paka kuna mwanafunzi mwenzangu alikuwa ni mkurugenzi pale Arusha wa halmashauri. Basi akawa ananiuliza labda wanaenda kufanya breakfast, mimi siendi. Ananiuliza mbona wewe, anamwambia nilikuwa na kazi najiandaa hivyo. Mwisho siku nikamwambia ngoja nikuelezee tu. Nilivyomuelezea akasikitika, akasema basi utakaa kwangu. Kwa hiyo tukawa tuna move naye kutoka pale darasani mpaka kwake na kulala na kula na kurudi hivyo kwa wiki ile ya mwisho. Hizo ndio changamoto moja wapo ambazo nilipitia. Changamoto nyingine kwenye kozi tena si license, ilikuwa tusome Mwanza, lakini bahati mbaya washiriki wakapungua, yani idadi ile ikawa ndogo. Kwa hiyo kozi ikahamishwa kapelekwa Morogoro. Sasa ilibidi kuwaomba viongozi wa TAFCA Mwanza kuhama kutoka Mwanza ukasome Morogoro. Ilikuwa ngumu. Nakumbuka ilikuwa ngumu. Kurudishiwa zile pesa ikawa ngumu tena. Kwa nilibidi nitafute pesa nyingine, na ni pesa ambayo nilikuwa nimeaminiwa, nimepewa na wale charity. Sasa siwezi kwenda tena kuwaambia kwamba jamani kuna hichi na hichi. Kwa nilibidi niuze baadhi ya vitu vyangu. Niuza baadhi ya vya ndani ili niweze kupata. Ada ilikuwa 300,000. Nikatafuta nikawa nimepata, bahati nzuri. Lakini pia changamoto ilikuja, ama uzuri ulikuja, tulikuwa tunapata sehemu ya kulala, ila kula mnajitegemea. Kwa hiyo kula yangu tena kule Morogoro kwa almost wiki 3 ikawa ngumu sana, lakini niliweza kujiminimize. Huku nimeacha familia haina chochote na mimi mwenyewe niko kwenye masomo.
Ilikuwa ni tough kwenye changamoto. Nafikiri hizo ni moja ya changamoto. Changamoto nyingine ni kutokuaminika baada ya yule mzee kufariki kwenye kile kituo. Kulikuwa kuna management, yani kuna viongozi wengine. Wale viongozi kutokuniamini kama naweza nikasimama na kukiendeleza kile kituo pale mzee alipofikisha.